Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na muamini Mungu mzima wa afya. Nina kitu ambacho ninatamani tutafakari wakati huu. Utafakari na mimi juu ya Mungu ni nani kwako, au Mungu ni nani kwangu. Ulishawahi kuchukua muda ukatafakari Mungu ni nani kwako? Watu wengi tumekuwa tunashindwa kufanya maombi au kusema na Mungu wetu, kuzungumza na Mungu wetu, kutokana na kushindwa kutambua Mungu ni nani kwetu. Tumeshindwa kupeleka haja za mioyo yetu, tumeshindwa kueleza mapito yetu na nyakati zetu mbele za Mungu kwa sababu hatujui Mungu ni nani. Kuna wengine tuna picha ngumu sana juu ya Mungu. Kuna wengine tunaona kama Mungu ni mwenye hasira sana, Mungu ni mkali sana. Inawezekana ikawa ni kweli, lakini kwa pande zipi? Kuna wengine unakuta umeingia kwenye maombi, yamkini ulishawahi kosea mahali, ikitokea ukakumbuka tu unashindwa kuongea na Mungu kwa sababu unakuwa unahisi Mungu bado ana hasira na wewe hata kama ulishaomba toba. Ninatamani tutafakari wakati huu, Mungu ni nani kwetu? Akituangalia anatuchukuliaje? Ametupa nafasi gani? Au sisi tunamwangalia Mungu kama nani ndani ya maisha yetu? Ninataka tupate mfano mdogo tu kwenye maisha ya kawaida. Baba zetu tunapowakosea huwa tunaenda mbele zao kuwaomba msamaha. Kwa sababu gani? Kwa sababu tukiwaangalia tunaona kwamba wao ni wazazi, hata tukosee mara ngapi bado watatusamehe na kutubeba. Je, vipi kwa Mungu? Kuna nyakati tunapitia nyakati ngumu, lakini huwezi kwenda kuwa muwazi mbele za Mungu kwamba Mungu, hali hii ni ngumu kwangu, ukalia na kumweleza Baba kwamba Baba, hapo ninapopitia ni pagumu, nahitaji msaada. Ni mara ngapi umeenda kwa baba yako mzazi ukiwa umekwama, au kwa mama yako mzazi ukiwa umekwama kwenye hali ya maisha au kwenye changamoto fulani, unajiachia na kulia mbele ya mzazi kumweleza changamoto yako? Je, Mungu si zaidi ya hawa wazazi wetu wa duniani au marafiki zetu? Mungu ni zaidi sana. Nataka tusome katika kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 42. Nao unasema, akaenda tena mara ya pili akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe. Nikirudi katika ule mstari wa 39 unasema, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Yesu alienda mbele za Mungu akijua huyu ni baba yangu, na hali ninaoipitia hii honestly ni ngumu, inaumiza. Ndio maana akaanguka kifulifuli, akalia mbele za Mungu, machozi ya damu yakamtoka, akimweleza Mungu, ikiwezekana kikombe hiki, Bwana, kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yangu, bali mapenzi yako yatimizwe. Je, wewe ukiwa kwenye hali yako hiyo ya maumivu, unaenda kuzungumza na Mungu? Unaendaje? Ninatamani muda huu tutafakari, tunamwangaliaje Mungu? Ukimwangalia Mungu kama baba, kuna wakati utashuka chini sana, utalia mbele zake, utamwambia Mungu, niko kwenye hali ngumu, Mungu nimeshindwa, nisaidie Bwana. Unalia, unajinyenyekeza mbele zake kwa sababu unaamini yeye ndiye baba.
Maandiko yanatueleza Yesu alipolia kwa sababu hayakuwa mapenzi ya Mungu yeye kuepuka kile kikombe, Mungu akusema chochote, aliachilia malaika wakamtia nguvu. Ndivyo ilivyo hata kwetu. Ijapokuwa si mapenzi ya Mungu sisi kuepukana na vikombe tunavyovipitia, atatutia nguvu. Ninatamani siku ya leo, mwana wa Mungu, ujue Mungu ni nani kwako. Mchukulie Mungu kama zaidi ya baba yako mzazi, kwamba unaweza kumweleza kila hali unaoipitia, unaweza ukalia mbele zake. Hata kama ulishamkosea, hakuna mahali pengine unaweza kwenda zaidi yake Mungu. Kuna tenzi huwa tunaimba, tunasema Yesu mchunga, rafiki, mwalimu, kuhani, uzima, kifoni, mwanzo, njia, haki. Yote hayo ni majina yake. Kwa hiyo haijalishi una hali gani, mkimbilie yeye, mlilie yeye. Chukulia picha kubwa sana ya Mungu kwenye maisha yako. Hata kama umekosea, nikukumbushe maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 13, maandiko yanasema, rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Mungu si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye huruma nyingi. Mrejee yeye, anguka mbele zake, chukua picha halisi ya Mungu ni nani kwako, alafu nenda mbele zake, eleza hali yako, naye ni mwaminifu, hata kaa kimya kwako. Mungu akubariki sana. Amen.